watatu sasa. Yaani kuna maneno wanayatamka, yaani wanayatamka na nilisa kuna kuja juu hivi ya kaburi, wanatoa wanakula, afu ile mifupa inarudishwa kule. Kama ile mifupa, yani kuna mifupa mingine kama vile natamani kwao hivi, hawairudishi, inarudishwa tu jeneza lenyewe. Hiyo ilikuwa ni makaburini? Yaani hicho kikao cha siku ya pili mlikuwa mmeenda makaburini, kwa sababu makaburi si ndio kuna makaburi, au yalikuwa yanatokea tu hapo hapo kwenye kikao chenu? Hapo yani huyo, maana kule pia kuna malaika. Kuna malaika anaitwa Makata. Huyo Makata anakuaje kwaje huyo? Yaani kuna maneno anatamka afa na roho mbaya. Ni mkatili. Yaani ana roho mbaya. Yaani akiambiwa ua sekunde 3 haipiti haja kuua. Yaani ana roho mbaya. Sasa yeye ndo kuna maneno yake ananena ndio nakuja. Yaani kaburi nakuja hapo hapo. Tangaiki hapo hapo, kama akiagiza makaburi matatu yanakuja. Lakini yakija watu wanagombania nyama. Watu wanagombania nyama, yani mtu anataka yani hata kichwa tu ale, kichwa tu afadhali ale kichwa. Nyama zilikuwa hazijaharibika, sababu mtu ambaye amezikwa si anaweza kawa ameharibika labda. Yani hata ikiharibika, yani watu nyama sasa anachukua waliozika siku hiyo, au imekaa kama siku 3, nachukua. Wale ambao hawana muda mrefu sana ndo wanachukuliwa. Kwa hiyo mwenye hiyo kazi alikuwa ni Makata. Ndo analeta ambiwa, lakini nao umeanza. Yani kama vile na mimi nakimbilia, yani nikakimbia, nikachukua mguu. Kula. Kaona haitoshi. Nikapewa sasa, akanipa lipaja likubwa. Nikala hilo lipaja, kula, nikamaliza. Kimaliza tunaenda sasa kwenye sehemu ya makafara. Unaua siku hiyo unakunywa damu. Unaua wewe, unakunywa damu wewe, yaliyobaki ndo nawagawia wenzao. Hiyo ni siku za mbele au ni siku hiyo ya pili? Siku hiyo. Siku hiyo ya pili. Mnaenda kwenye makafara. Makafara ni kufanya nini? Kwenda kuua au kufanyaje? Yaani kuua. Mnaenda kuua wapi? Kwa mfano wewe, matukio ambayo uliyafanya hiyo siku hiyo sasa. Mkuu wa chuo cha ufundi kabla ya kwenda. Yaani tuweze taratibu. Process zote, maagizo, kama ni vitu vya kupewa ulipewa nini, na ulipofika eneo la tukio labda ukapause kidogo, ukawa unachungulia yule bwana ametokea pale au bado nini hivyo. Taratibu kabisa. Ulipewa kwanza nini, mliagizwa ilikuwaje? Yaani kwenye kutoa kafara mnateuliwa, yaani fulani mtoe fulani, afu unachaguliwa. Mtoe fulani, ukikataa unapewa adhabu, afu adhabu kali. Unaweza kupewa adhabu uwa watu 3 au 5. Sawa, tuelezee wewe tukio lile ulifanya lile la kafara siku. Mimi tukio nilifanya hiyo ni siku hiyo ya pili. Nilifanya siku hiyo. Niambiwaje? Toa ndugu yako mmoja. Siwezi nikatoa ndugu yangu hata mmoja, na wapenda wote. Toa jirani. Kasema sina jirani. Toa watu wote wa nje, ni mtu ambaye ulikutana naye asubuhi au anaendesha pikipiki au kaambiwa anatakiwa utoe mama na mtoto. Sasa asubuhi, yani nipotoka usingizini, nilipokuwa naenda kuchota maji, nikamkuta mama hivi alikuwa amebeba mtoto, alikuwa anaenda kliniki. Hiyo ni kabla ya tukio la usiku. Kamsonta huyo ndo nikamtoa. Hiyo ilikuwa ni kwenye wewe binafsi unakumbuka kwamba ilikuwa ni hivi, asubuhi nilienda nikaonana na mtu, au wakati unaambiwa maagizo labda wenyewe kuna namna walifanya, sasa kuna picha ya watu wote waliokutana nao njiani ilikuja pale ukasema ni huyu, au ilikuwaje yani? Yaani picha ndio inakuja. Afu nasema huyo, unamsonta, ukimsonta tu hivi tayari.
Sasa tukaenda hivyo. Usiruke. Tuone taratibu. Huyo mama kwanza ilikuwaje hapo? Huyo mama na mtoto. Yaani unamsonda tu, yani kama vile ukimtonda kama vile umemchoma kisu. Na mtoto wake, afu damu inamwagika, kuna pipa kubwa. Kule? Okay. Inamwagika, afu nikachukua damu kanywa. Afya iliyobaki sasa unawagawia wenzako kidogo kidogo, aliyobaki pelekwa kwa mkuu. Alafu ukikaa pale wiki kama moja unatakiwa umpe baba yako sasa. Umpe baba yako sadaka. Na sadaka yani baba yule wa kule. Mtoto mdogo. Mchanga. Au ambaye yuko tumboni. Bado yuko tumboni tuampe. Sasa nilivyoambiwa hivyo ngasema, kawa nawaambia hivi ni hamna hata huruma. Huyo Makata alinipiga jicho. Yaani jicho la hasira, akachukua moto. Moto, yani panga la moto. Akataka kuniwekea hapa shingoni hivi. Nikalia kanihurumia. Akaacha. Akaniambia, usipokubaliana masharti yako utakufa. Utakufa, yani afu ukifa utateseka maisha yako yote. Okay. Kabidi tu nikubaliane na hilo. Sasa tupokuwa tunaenda kanisani. Kanisani wapi? Pinto kule kijini kwa tunasali Roma. Ngoma sali Roman. Sawa, sasa nikuulize swali. Tulikuwa tunapenda utusimulie step by step, hatua kwa hatua. Tulikuwa tumefikia kwenye siku ya pili. Unakumbuka kila kitu au vingine umevisahau? Yaani unakumbuka hata zile idadi ya siku ya matukio makubwa? Kwa mfano siku ya kwanza umetuelezea vile, ya pili umetuelezea vile, labda ya tatu na nyabo unaikumbuka ilikuwaje au vingine unavisahau mpaka vile vitu vikubwa? Yaani katikati ndo nakumbuka vizuri. Katikati yani sawa. Katikati sasa nikawa nimeshakuwa mwenyeji kabisa. Tukasafiri, maana kwa kuzimu kuna safari ya huko kuzimu. Wenyewe kwa siku ya kwanza unajua huko ni kuzimu, nani alikwambia? Babu. Siku hiyo katikati? Siku ya katikati tukasafiri, yani wewe unaenda tu, yani kuna njia tu, yani unaenda. Lakini vitu ambavyo tunapitia takiwa, yani mlango nakuta mkubwa hivi, kufungua natakiwa utoe kafara. Nuru ya jamii. Hii ni Nuru ya jamii. Sasa kafara zao nyingi kanapenda kutoa mama na mtoto. Afu mjui unamkuta tu hapo mlangoni mama wa watu, yani kachoka, kateseka na yani na mateso ya kule kachoka. Afu watu wa huko unakuta ni wale ambao waliwasaliti, sasa ndio wanatolewa. Yaani wale kuaga wanachama wa huko. Ukisaliti tu kidogo huku kwenye ulimwengu huku, kamvi wanakuwa, lakini haufi. Yani huku haufi, huku umekufa, huku haufi. Okay. Tupo getini hapo. Lango la kwanza hilo. Takiwa utoe kafara ndio uingie. Kafara, lakini unakuta watu wako hapo. Nani mwanamke yupo hapo na mtoto, natakiwa mchome kisu, mlango ufunguke, uingie. Hapo sasa, yani safari ya kwenda kwa shetani mkubwa mwenyewe. Okay. Yule shetani. Sasa safari hiyo usiruke. Taratibu kidogo, tueleze kwa pause kidogo. Umeelewa? Sasa tumefika hapo kwenye geti la kwanza kabisa, natakiwa utoe kafara. Ndio mchome yule. Safari ya kuchema nikalia, afu ya mama yani yupo tu hivi. Amena macheni. Anaongea Aongei. Mtoto wake kambeba huyu kwa wapi? Yani kambeba ni yani kama vile wajinga fulani, vitaila fulani hivi, yani hivyo tu amekaa. Akili haziko kawaida. Unamchoma kisu ile mama anaanguka. Sasa nilipofika pale sasa tulikuwa na babu, maana natakiwa pale mwe wawili.
Nikaanza kulia, babu nini hichi? Choma bana, maana yeye kashazoea. Chukua choma au mimi nikuchome? Subiri kwanza. Nikachoma. Kisu ulikitoa wapi? Yaani hapo kuna kisu. Kipo pembeni ya mama au kinakuja tu automatically kwenye mkono? Yaani mlangoni geti, afu kuna kama vile kasturi fulani hivi, kuna kisu hapo. Ukichukua na mchoma afu unarudisha kisu hapo. Mlango unafunguka unaingia. Nikamchoma yule mama, nilipomchoma yule mama, afu nitakiwa uingia haraka. Yaani ukifanya uzembe yule mlango utajifunga tena. Okay. Kwa mlango unafunguka kisu kikiwa kimeingia kwa huyu. Kwa ni kama ufungua yaani huyu akichomwa ndio kinaruhusu mlango ufunguke. Nikamchoma sasa, nikabaki nalia, babu akanivuta hivyo, twende. Kanivuta. Tukaingia sasa. Ingia. Yule mama ulivyomchoma kuna ishara zote alizoonyesha mtu kupata maumivu? Yaani anaanguka chini afu damu zinamtoka puani. Yaani anakufa hadi huruma. Okay. Baada ya kuingia babu akakuvuta? Tukaingia sasa. Tulipoingia kuna vitu vya ajabu. Tuelezee vyote. Yaani damu, yaani ni kama mvua inanyesha, hadi mvua ya damu tu. Nuru ya Jamii. Kweli na tisha kweli. Ukiangalia umri wa mtoto, mambo ambayo anayakumbuka aliwahi kufanya yanasikitisha sana na yanaogopesha. Sasa bwana, tutaendelea kusikiliza simulizi hii wiki ijayo kwa sababu wakati si rafiki sana hapa ndani. Lakini asante kwa ambaye umetuandikia hapo ujumbe mfupi wa maandishi. Tunakunywa damu afu yani wapo uchi. Tunaona tu kawaida. Tukaenda. Tukafika tena kwenye geti la pili. Takiwa tena uchome mwanamke tu kama yule na mtoto wake, unamchoma ndo lango linafunguka. Tukaingia, kuna viumbe vya ajabu, yani macho makubwa hivi. Na utakiwi ufumbe macho, ukifumba macho napewa adhabu. Kila mtu na njia yake, yani unapishana naye tu. Yani ni viumbe vya ajabu, havieleweki. Yani vya ajabu ni kama yani marobot yale ambayo tunaonaga kwenye TV. Yani vya ajabu, mtu unakuta mara sura hii yani imeungua, mara hii sura yani upande wa huku ni binadamu, upande wa huku ni kitu cha ajabu. Macho makubwa, ni nyama, yani ngozi haipo. Tukapita hapo, tukafika sasa. Yani sasa kuna malkia hivi, sasa unakutana na malkia wadogo. Yani hauwezi kaongea naye bila kumsalimia. Sasa mimi kwa sijui. Malkia anamuita. Malkia ni anaoga tu damu. Ndio nikaambiwa mpe heshima yake. Heshima yako malkia. Heshima yako. Kujibu kwa sana kama vile hakutaki hivi. Una shida gani? Sina shida yoyote. Unataka kwenda wapi? Nataka niende nikamuone mkuu. Akanicheka. Unatakiwa utimize sharti. Sharti gani? Inatakiwa ukate kichwa cha marehemu alafu ukile. Sawa, yani ukikataa tu adhabu. Yani kila kitu sawa. Kaenda, kuna marehemu yani wanatisha. Yani mtu mara amevimba, mtu mara macho makubwa, mtu mara amekatwa. Tukaenda. Kakata kichwa nkala. Kamaliza. Babu akaniambia tuendelee. Kamuuliza, babu mbona upe masharti? Usiniulize bana, twende. Tunaelekea sasa kwenye lango la 3. Yaani ambalo unapita kwenye moto. Unaungua lakini napita tu. Unapita tena, unatakiwa upite tena kwa ujasiri uende, afu uko peko tu, afu upo uchi. Yaani unaungua unaenda tu. Kwa unatakiwa tu uvumilie, yani uende tu. Maana ukikataa unaweza ukauawa hata umo
unapewa adhabu kubwa kumuua babako au mamako. Yani kama nataka nikimbie sana, sasa nitakimbia wapi? Maana huko moto. Na yani hautakiwi urudi nyuma. Yani babu yeye kama vile ameshazoea anatembea tu hata ugopi. Tukafika karibu na geti sasa. Unasimama lakini umesimama kwenye moto, unaungua, hautakiwi ukune. Fika pale, kidole chako kimoja iko kivunje. Na kishika hivyo na kivunja. Unasikia maumivu, yani natakiwa uvunje mwenyewe, geti inafunguka. Sasa kivunja ni geti kishafunga na hadi tu kawaida. Sio rahisi, lakini natakiwa tu ufanye hivyo, maana usipofanya hivyo ndio hivyo anaweza akakugeukia. Babu ndo anakuambia fanya hivi twende. Nikavunja, nikalia, kinalegea afu geti kishafunguka, ukiingia na kwa kawaida usikiti na maumivu. Tukaingia sasa. Ukifika kule ni kama vile nchi kama hii tu. Unaenda sasa, hapo hamna vitisho sasa. Miba, yani nyasi, unaweza kuona nyasi nzuri, bustani nzuri ya nyasi, yale manyasi malaini, kikanyaga tu kisu, yani visu vinakuja. Anatakiwa ukanyage tu hivyo, unaumia, unaenda tu hivyo, unaumia, unajikaza tu unaenda. Yani babu yeye ni kama vile sikiwa na mguu wa chuma, naenda tu hata ugopi. Tukaenda, naumia, nalia. Babu yeye yani ananishika tu, ananivuruta tu. Nikataa kutembea, yani anivuruta kabisa, mimi naumia yeye hata ajali. Tukatoka kwenye hayo manyasi, tukafika tena kwenye eneo tambarare tu kama hivi, tukaenda. Yani ni safari ndefu, nimechoka, namwambia bwana nimechoka, nasikia njaa, nasikia kiu, utakuta chakula mbeleni. Sasa kuna sauti, kasikia sauti, usiogope bado kituo cha mwisho. Katembea kituo cha mwisho, lakini mbali, nimechoka. Tukafika sasa sehemu ya kula, ni hivyo damu, nyama unakula. Tukafika sasa sehemu, yani kama vile hospitali fulani hivi. Hapa kuna watu wajinga, kuna watu waliokufa, kuna malkia wadogo. Unapita na kila chumba unatakiwa upite. Kaanza na sehemu ya watu wajinga. Kapita, nuka, unatakiwa uzibe pua. Mengine ametumbua macho, mara mengine ametolewa mdomo, mengine ametolewa macho, mengine ametolewa ni upande mmoja huu upo tu huu. Kisha ananuka. Tukafika sasa sehemu. Jini hivi mzuri, mwanamke mzuri. Yani anakuchekea kile anatakiwa umchekee. Tukafika sasa ni sehemu sasa wale watu wanaoteswa kuzimu. Yani ukisikia kuna watu wanaoteswa kuzimu, sio uongo, ni ukweli. Wanateswa, afu anayewatesa ni jini makata. Yani anachukua yani kitu cha moto, afu naenda unaunguzwa, analia, mara unaunguzwa mdomoni hapa, unachoma hapa, analia. Yani wanateswa, mara yani wanateswa, wanachoma tu. Mara anachukua panga, nakata kidole chako kimoja, anatafuna, kisikia njaa, mara pua anakata. Wanateswa kweli. Hii ni Nuru ya Jamii. Jamii. Labda ni watu ambao yani waliwasaliti, labda mtu alikuwa anataka kuokoka lakini hakuokoka kweli. Tukaingia tena kwenye chumba kingine cha majini, yani wajini wale majini, yani vijini vipande vile, yani kachupa, unaweza ukakanyaga kachupa hivi, kumbe ni mtu. Kwa hiyo natakiwa ni uangalie unapokanyaga. Kuna vikundi sa kwenye jini, kuna jini 7 kwenye roho mbaya, yani wakatili, kuingia kutoka ni shida. Kuna wengine yani wale ukiwajaribu tu hivi, wakemea tu kidogo wanakimbia, lakini kuna wengine yani wana roho mbaya kuzidi wote. Yani hawatoki mpaka yani wapatie kitu ndo watatoka, kitu chao ambacho walimuingilia yule mtu akiwa anakitaka. Tukatoka kwenye hicho chumba, yani naogopa, nalia, lakini babu yeye hata ajali. Tukaingia chumba kingine cha kuwaka moto. Kinawaka moto, yani pale
wanaingia watu ambao yani wanaenda kuchukua nguvu. Ndio sasa wanaingia kwenye hicho chumba, unaingia unaungua, ukiwekewa kuungua masaa 20 na unaungua hivyo hivyo. Ukitoka hapo una nguvu kweli, ukienda huko unafanya mazingaombo ya kweli. Ukitoka pale unaenda sasa yani kwa Lucifer mwenyewe, sasa unafanya naye maagano. Ukishafanya naye maagano anakupa nguvu. Kuungua yani ni kama vile kuoga maji ya kuzimu. Tukawa sasa tumemaliza, tunaondoka. Tukaondoka hapo tukaenda. Sasa kuna geti ambalo hilo geti ukilifungua ndio unaingia hapo. Utakiwa utoe kiungo chako kimoja. Ukichagua mguu, ukichagua kichwa, unaona ndio unaingia. Afu ukishatoki, yani ile geti likifunguka, ule kiungo chako kinarudi vizuri tu. Kakata mkono. Mimi huu wa kushoto. Kuna kastuli hivi, unachukua tu panga, unakata zako, unaingia. Ukishafika pale mkono wako unarudi vizuri, unatembea. Unasikia maumivu. Hata mkono wako ukiwa unataka tena kuingia, unasikia maumivu makali sana. Mlango ukafunguka. Kakaja saa mwenyewe huyo Lucifer. Yani mikono yani kama vile sijui ana mikono sijui 100, mikono mingi, majoka mwilini. Mkono wake unazunguruka hivi. Yani kuna kakasha yani kama vile CD fulani hivi nazunguruka hivi na akifanya hivi akata hivi. Kata yani kabisa. Unazunguruka yani mkono ameweka tu hivi hata achoki. Alafu hapa hivi kuna yani kama nguzo fulani hivi. Afu juu mshale mkubwa. Hapa juu kuna nyoka na vichwa hivi vingi huku vichwa na huku vichwa. Afisa mikono yake mingine imebeba kama vile sufuria hivi inalotoa moto humu hivi. Afu mikono yake mingine imeshikilia vitoto tudogo. Uto ni chakula chake uto. Akisikia njaa ndo uto anakula. Ukiingia pale ni kama vile ufahamu unatoka, ni kama vile kuna nguvu fulani hivi na kuingia. Ufahamu unatoka, ni nguvu. Afu kitoka mle unakuwa na nguvu. Sasa nikakaa hapo, nilipoingia tu yani kuna nguvu fulani hivi kama vile na kuingia hivi kichwani, yani ufahamu unatoka. Baada tu ya muda mchache hivi nikarudi hali ya kawaida. Tukakaa. Na kama vile unakaa kwenye maji au ukae kwenye kiti kwenye maji ya moto kabisa, ni maji yanayochemka kabisa na pogoma. Unaungua, lakini hivyo takiwa uvumilie. Tukakaa. Babu yeye sasa hata haogopi. Kawekewa maji hapa mbele yangu hapa. Atakiwa usababisha ajali kubwa ili kusudi utoke na nguvu mle. Mara sura yani inakuwa kama maji fulani hivi, maji fulani hivi yanakuwa hivi. Na akitaka kuupa kitu fulani, anabadilika, anatoka kwenye ule umbile lake ile. Anakuwa tu kama kadogo, anaweza kawa kama kapaka. Nikawekewa maji, nitakiwa nisababisha ajali. Sasa ajali gani? Kama sio ningesababisha ajali, takiwa nichague kuwa malkia, maana ukiwa pale malkia utamfanyia vitu vingi. Nikachagua kuwa malkia. Kamwagiwa maji ya moto mwilini. Nilipomwagiwa yani macho yakabadilika, nikawa tofauti, yani mtu mwenye roho mbaya mkatili sana. Yani hata huyu ambaye nimekuja naye nilikuwa naweza tu hata nikamua nikipewa tu amri muue. Mwenye roho mbaya. Alafu sasa nikapewa upanga hivi mkubwa unaomeremeta ni wa dhahabu. Kapewa na kofia hivi kubwa lizuri. Yani kofia kama vile la malkia hivi, afu ni lirefu. Nikavalishwa. Nilivalishwa sasa nikavalishwa sasa, yani ule uchu katoka, nikavalishwa kakanzu fulani hivi. Sikuwa sijavaa nguo. Katika kuondoka akaniambia, popote utakapotaka kwenda, fimbo yako hiyo ambayo unayo hiyo, ukipiga chini hivi chochote utakachotaka hicho kitabadilika. Nikapiga ile fimbo yangu hivi, yani sikuhangaika tena kutembea mara kuzunguka, yani kule ambako tulikuwa tunazunguka kuhangaika. Nilipopiga tu mara moja nyumbani moja kwa moja, nikawa na roho mbaya. Kesho yake sasa nilipoamka, kaamka na roho mbaya, nikaenda shuleni sasa. Yani sasa nikawa na kiburi kama jeuri fulani hivi, yani na wagomea walimu, wanafunzi wenzangu wakiniambia hivi, nakwambia wewe nitakufundisha. Nilipofika sasa, kwanza rafiki yangu ananiambia, mbona leo umebadilika sana? Nikamwambia usiniulize. Nikatembea hivi,
akawa ananiambia, mbona yule leo amebadilika, ni amekuwa mtu tofauti kabisa na kiburi, yani fulani hivi ambacho hatujamzoea nacho. Nikafika darasani, nikaambiwa fagia darasa, kaambia fagia wewe. Mbele kusikiliza kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini huyu mwingine kwenye ujumbe mfupi hapa anasema, jamani, dunia ina maajabu, huyo mtoto amepitia mengi, Mungu awe upande wake, haya amkomboe. Sasa ni nafasi ya kumsikiliza mama wa mtoto akieleza namna ambavyo walikuwa wakimhendo mtoto huyu kutokana na kugundua sasa tayari anajishughulisha na masuala ya imani za kishirikina akiwa na umri mdogo. Siku moja akawa ameniharibia kingamuzi cha TV. Tukakasirika sana kwa sababu tushakataa mambo ya kuchezea umeme, tukampiga. Sasa wakati tunampiga tena, nikapata hasira, nikamwambia, "Unaona umefeli, unatufanya sisi tunahangaika kutafuta tunakupeleka wapi sasa?" Sasa wakati namchapa vile na mgombeza kwamba umefeli, sasa tunakupeleka wapi? Tukashangaa tu anaropoka. Sio mimi nilipewa adhabu. Alivyosema hivyo, sisi kama wazazi tukaona hapana, tusiendelee kumpiga, tumie hekima ili tujue huyu aliyempa adhabu ni nani. Basi tukakaa naye chini hapo hatukupoteza muda, ndo akaanza kutoa sasa siri. Akasema, kipindi kile mwezi wa 6 mlivyoniombea nikasema yale maneno, walinipa adhabu walionipa ndio hiyo ya kufeli. Kwa hiyo mimi siku ya mitihani ilikuwa nikiingia kwenye mitihani naona giza, hata hizo dini nilizopata chache ilikuwa tunafika mwisho naomba majibu najaza hivyo, ndio maana nilipata dila. Nilikuwa najua kabisa kwamba sitafaulu kwa sababu tayari nishaambiwa kwa kosa nililolifanya adhabu yake ni kufeli mtihani wa darasa la 7. Ndio hapo tukagundua kwamba bado yumo. Kwa hiyo tukakaa naye tukamhoji vizuri, ndio sasa akafunguka. Hata hayo aliyofunguka baadhi akatuambia na sisi wazazi. Tukaona kimbilio sahihi ni kwa Mungu, kwa sababu tulimhoji tukamuuliza, unataka kutoka huko? Akasema, mimi nimechoka kwa sababu makosa ninayofanya kila siku sio mimi. Wanakuja wao wanafanya makosa, mkija mimi mnanichapa mimi, lakini unakuta sio mimi. Mkitoka wanakuja wanafanya makosa, mkirudi mnakuta mimi nimefanya makosa, mnajua ni mimi. Mimi nimechoka na hii hali. Kwa hiyo nataka nitoke, kama mnaweza kunisaidia kutoka mnisaidie nitoke. Tukamwambia basi kwa sehemu sahihi ya kukimbilia ni kwa Mungu. Ana madhabahuni, akawa amefunguliwa. Ndio mpaka sasa tunaendelea sasa hivyo kuomba na kumuomba Mungu neema hii aweze kutoka ili aweze kuendelea na maisha yake. Hakuwa na nia ya kuokoka. Alikuwa bado yani yuko kwenye njia mbili. Kuokoka anataka, kule nako kuna mambo yanamvutia anataka. Kwa hiyo akao kwa anandanganya ameokoka. Ikifika usiku anatoka. Sasa fikiri sasa huko sasa kwenye ulimwengu wao, sijui kama ndo walimhukumu. Naambia wamtumainie Yesu. Kwa neema ya Mungu tutashinda. Maana mimi siwezi nikajitapa kwamba ni kwa nguvu zangu, hapana. Ni Mungu tu ndio ametenda mpaka kuwatoa hao watoto kupitia sisi. Maombi yana nguvu. Msidharau maombi, maana ni mambo mengi ambayo mtoto aliyafanya ambayo mengine hata hatujui na wengine hatujui kabisa. Lakini kupitia maombi, kwa sababu ya maombi ya usiku, asubuhi, mchana, unakuta Mungu anatuepusha katika mengi sana ambayo hatuyajui ya gizani. Kwa hiyo mimi na waasa tumtumainie Mungu. Okay. Hawa waganga watatupoteza. Waganga ndo wale. Wewe piga magoti, mwambie Yesu sumbuko lako, atalitatua kwa namna ya pekee. Yaani atakuepusha. Kwa sababu hata mtoto huyu alikuwa anasema kwanza, mara ya kwanza alisema alikuwa anataka kumtoa baba. Lakini sasa mimi nikawa kama kizingiti. Kwa mimi nikisimama pale. Lakini baadaye akaenda mwezi wa 12 alitoka. Alafu akarudi. Wakati tuko kwenye Patmo, yeye anarudi. Sasa nikashangaa, tuko kwenye Patmo anaanguka. Nikasema labda ni muendelezo, ni polepole, wanasema mtu anatoka polepole. Lakini tulipomaliza tukaja tuna kuomba. Sasa sisi kama sisi hapa hatuna mchungaji, hatuna nini. Sisi tunasimama kama sisi maombi ya usiku. Kuna karatasi baba alitoa, ilikuwa na mikono. Mmoja tumboni akapayoka. Baadaye nikamhoji, "Una nini?" Akawa amesema alirudi, wakampa sharti moja. Kwa sababu umetoa siri, tunaomba utupe mtu mmoja kati ya hawa. Wakampa picha ya baba, wakampa na picha ya dada yake. Wakamwambia, chagua mmoja, tunataka mmoja kati yao. Yeye anasema alichagua dada yake. Tukamuuliza, alikuwa anakufa lini? Akasema alikuwa anakufa tarehe 15 mwezi wa kwanza. Anakufaje? Akasema atakufa kwa ajali. Anakufa kwa ajali wapi? Akasema
akasema atakuwa anarudi shule. Na ni kweli sisi kama wazazi tulikuwa tumepanga tarehe 15 ndo tunamrudisha, lakini tulikuwa hatujawaambia watoto. Ndio ushangaa, yani mambo ya rohoni yako hivyo. Yani sisi kama wazazi tulikaa chumbani tukasema sasa mtoto alikuwa anafungua tarehe 10, lakini tukasema tarehe 10 tumpeleke tarehe 15. Sisi ndio tulikuwa tumesema 15 tunampeleka, tulikuwa Jumamosi tutampeleka shule. Huyu naye akaja kusema nimemchagua nani? Dada. Atakufa lini? Tarehe 15. Kwenye nini? Kwenye ajali. Wapi? Anaenda shule. Kwa sasa tukakemea pale kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu tukajifunika. Naona sasa tumepita, tarehe 15 tumepita. Nina imani ikabidi sasa nikae naye tena kumcancel kama mama. Nikamwambia wewe unadanganywa. Kwa sababu akifika kule wanamwambia ukitoa siri zetu, ukitaka kutoka tunamuua babako, tunaua familia nzima. Umeona wanavyomtisha? Sasa ikabidi sasa mimi nichukue sasa saikolojia kubwa ya kukaa naye kumwambia kwa jina la Yesu hakuna atakayekufa. Kwa jina la Yesu familia haitakufa. Kwa sababu alifika sehemu anasema sisi tunataka mali za baba yako, tunataka tumuue baba yako, tuue mama, familia nzima tuiteketeze. Nikamwambia hamna kitu kama hicho. Hivyo ni vitisho ili uendelee kufanya nini? Kufanya kazi zao. Hapo watakuja watamuondoa dada yako kweli. So umesaini. Lakini kama dada yako atasali atajifunika kwa damu ya Yesu, wakishindwa watarudi kwako. Naye alikula kiapo hivyo hivyo. Atakufa baba au mama au yeye. Alienda baba? Eti hapana. Alienda mama yake? Alienda nani? Yeye mwenyewe. Kwa sisi tukijizingira kwa damu ya Yesu, tukajikita, wakitukosa sisi watarudi kwako mwenyewe, kwa sababu damu inatakiwa imwagike, na sisi sasa tunajikuta tuko mikononi mwa Yesu. Hamiza Yesu yeye ulikuwa unaenda naye, Yesu ulikuwa unapaa naye, Yesu mko mnaenda kwenye vikao yeah. Yuko wapi? Kwa sasa ikaniwia sasa nikae naye kwa upole, nimwelekeze hii ni vitisho tu anakupa, acha kabisa, ukitoka kwa kumaanisha hakuna kitakachotokea. Kwa naye akasema sasa nimetoka mama, tuendelee kusali, tukamwandikia maombi, nakataa, tunavunja, naamka saa 8 usiku tunavunja. Maana kuna siku niliamka saa 8 kakuta hayupo. Sasa wachawi nao ni wajanja. Wakisha kusoma unaamka saa 8 na wenyewe wanabadili ratiba. Sababu yeye ratiba zake anasema alikuwa anaamka saa 6 ndo saa 6 kamili wanaondoka, wanarudi saa 11. Kwa sasa nikiamka saa 8, obviously nitakuta hayupo. Na kuna siku kweli nimeingia maombi yetu yale tunaopiga amelala. Naita haitiki, eti amelala fofofo. Wengine watoto wote wameamka kasoro yeye. Nikamwamsha, nikamwagia maji, akaamka. Tukasali. Nikamuuliza ulikuwa wapi? Nilikuwepo. Ulikuwa wapi? Nilikuwepo. Ulikuwa wapi? Nilikuwepo. Ngambia laleni. Baada ya siku 3 nikamwambia ukuwepo, ndo akakiri kweli mami nilikuwa sipo, walikuja wakanifuata 1 2 3. So ilinibidi sasa napiga maombi, lakini saikolojia nayo inafanyika ili kumuondoa, kumjenga kisaikolojia kwamba ukifika huko tunalifaa kwa rafiki yake. Yaani labda sijua na mimi kuniua hawawezi. Nikamwambia kabisa mimi kuniua hawawezi, kwa sababu mimi nitakufa kifo cha Mungu. Nikawa mpaka nafika sehemu sasa kule wanamtisha na mimi kuna mtisha. Wakifa na mimi nakufa. Wewe nikamwambia kabisa wewe naenda huko fanya miagano yako. Akianguka tu mtu hapa. Hiyo ni saikolojia tunasema Lakini kwa sababu kule wanatumia hiyo mbinu, na wewe sasa uingia huko. Wewe si unawatii wale. Unataka umalize watu wangu. Basi nikwambie tu ukimaliza mmoja unaenda naye. Kwa sababu ananijua mimi ni mkali kidogo. Mimi niko very strict. Mimi nacheka na taniana nao, lakini ikifika kwenye issue za msingi nasimama. Baba kidogo kama mlivyomuona. Mpole, lakini naye akasirika ni mbaya zaidi yangu. Mpaka akasirika na ile. Kwa hiyo ikabidi sasa na mimi nirudi kule. Mimi sana kutisha. Na mimi huko niingie kwa geyo. Hii meza ya kiondo nitawaweka. Alafu na wewe nikuue. Nitafuta majeneza haya, tupeleke mawili tu. Naona hiyo kidogo na yeye, kwa sababu akienda huku, kisha akirudi huku na mimi nasimi kidogo, hiyo ikasaidia kidogo. Sasa kaona huyu mama, sababu kuna siku tena nirudi akasema, "Niliogopa. Mama alisema." Kumbe ilisaidia, kwa sababu sasa wakati mimi namwambia hivyo, alikuwa amelenga baba. Kwa nikamwambia, "Baba yako anakufa, sitatoa chozi. Nitamweka hapo, nitatafuta sumu na wewe nikupige, twende na maiti 2." Kwa ndo maana walipomuita wakampa baba na dada, akakumbuka mama alisema baba akifa na mimi naenda. Baba tulia, natoa dada. Kwa hiyo sasa ikabidi tena nitumie saikolojia ile. Baba, mimi nimekuambia sio baba tu, yeyote atakayekufa na kujumlisha ili kutuondolee matatizo. Kwa sababu tumekwambia kuokoka utoke huko utaki. Wewe fanya tu na maagano yako, fanya tu, ila ujue tu mimi huwezi kuniondoa. Obvious, huwezi kuniondoa. Sasa chagua huo utakayemchagua muue. Alafu kisha muua mimi sidi. Nakwambia tu njoo na wewe tukupeleke tu. Kwa hiyo ilisaidia kidogo, nikaona kidogo ile shika gia anarudi sasa. Sasa anatoka. Namshukuru Mungu. Japo ya gizani wengine hatuyajui, lakini kwa neema ya Mungu na imani kwamba ametoka, kwa sababu siku hizi sionioni. Alafu kuna ile love. Mimi nilikuwa sipatani naye.
kabisa. Nilimwambia hivi, ukitoka nitajua. Kwa nilikuwa nikimwangalia tu hivi napata hasira, unajua najaa, najua bado kuna shida. Kwa nini wengine niongee nao vizuri, ikifika kwa huyu hata kitu kidogo napata hasira, kitu kidogo napata hasira, nikajua kwa nikipata amani nikiwa naye tukazungumza kama mama na binti, na kitu ambacho sasa hivi kidogo na experience naona kuna amani, nina amani ya moyo, kwa sababu akiwemo si huwa sina amani. Kwanza sitaki hata karibu yangu. Hii ni Nuru ya Jamii. Hii ni Nuru ya Jamii. Mama wa mtoto akieleza vizuri kabisa. Kuna mambo mengi ya kujiuliza tuwapo majumbani. Je, unakwenda msikitini? Je, unakwenda kanisani? Kwa sababu ukiangalia jambo ambalo limewafanya kuondokana kabisa na changamoto hiyo ya mtoto ama binti huyo ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Piga maombi, piga maombi, piga maombi, basi mambo yakakaa vizuri, mambo yakakaa kwenye mstari. Kikubwa tu ni ile nguvu ya imani ya kimungu. Mtoto alikuwa na mambo makubwa sana ambayo ameyafanya na mengine ambayo hayaelezeki kweli kweli. Wazazi walikuwa wanashangaa.